Kuna kijiji kizuri chenye mito na mabonde mazuri yenye kuvutia. Kijiji hicho kilikuwa na mila na desturi tofauti tofauti zilizowekwa na wazee wa zamani. Mila hizo zilikuwa ni hakuna kuacha nguo zako usiku nje ukishazifua. Sasa kuna kijana kimoja aliyeitwa Yuadi alijaribu kuziacha nguo zake nje kwa ubishi wake alionao. Usiku wa manane Yuadi alipolala alihisi upepo mkali ukivuma nje. Yuadi alitoka haraka sana kuanua zile nguo usiku. Kuna kitu kilimgusa begani haraka sana. Nywele zake zilisisimka sana. Yuadi alipofika mlangoni alimkuta mtu amevaa mavazi meusi ya kutisha, huku macho yake yakiwaka. Yule mtu akasema, "Kijana, umekiuka taratibu na desturi za hiki kijiji. Sasa unatakiwa kufa." Kulivyokucha asubuhi, mamake na Yuadi akaona mlango wa kijana wake upo wazi. Akaamua kuita mara 2. "Yuadi mwanangu, kumekucha, amka tukachakalike. Yuadi mwanangu, amka tukachakalike." Akaona kimya. Mamake na Yuadi akaingiliwa na hofu kubwa sana. Akasema, labda ametoka nje kidogo, ngoja kwanza." Alipoona kimya kimezidi, akaamua ingie ndani haraka sana. Akamkuta kijana wake amelala kitandani, huku amekumbatia nguo alizozifua jana. Hapo mamake akaingiliwa na hofu kubwa sana. Alipatwa na hofu kubwa sana juu ya huyu kijana. Haraka sana alitoka kwenda kutoa taarifa kwa wazee wa kijiji hicho. Bila shaka wazee walipofika wakasema, "Huyu kijana bila shaka amekiuka mila na desturi za kijiji hiki." Siku yake ya pili ilipowadia, wazee wa kijiji wakaamuru, "Huyu kijana bila shaka amekosea mila na desturi za kijiji hiki. Kwa hiyo inabidi azikwe tu." Ulivyokwisha msiba, mamake alilia kwa uchungu sana, huku akijifungia ndani. Hatimaye baada ya msiba huo kuisha, usiku kulikuwa na upepo mkali uliambatana na kimbunga na kelele nyingi za ajabu na mbwa nje wakibweka. Baada ya siku kadhaa, kuna kijana aliyeitwa Sosi wakiwa na wazee wake wakiota moto nje. Akatazama pembeni kwa macho ya shauku. Akasema, "Babu, yule kijana aliyefariki mwezi uliopita nimemuona pale." Babu yake akasema, "Yule kijana acha mambo ya ajabu." Hivyo basi, babu yake na Sosi alitoka haraka sana kutoa taarifa kwa wazee wa kijiji hicho. Akasema, "Mjukuu wangu kamuona yule kijana aliyefariki juzi." Wale wazee walishangaa sana. Wakaamua kuita kikao cha pili pale chini ya mti mkubwa ulioitwa kwa jina Liheve. Wakakoka moto mkubwa. Hii ni episode 1. Mwandaji ni Yuadi Wolfram Pila. Usisahau kusubscribe na kucomment.